Kenya, ukiandikia mtu ngoma, they don't usually prefer giving you credits. Of which ilifika certain point nika feel like it was not working for me. Nikajiambia niaje I'll only start writing for people that I feel I want to write to. Because I've written so many hit songs, like apart from zile ngoma zenye mimi mnanijua nazo, ni venye I don't want to come and start talking right now ikeni kama natafuta kiki or anything ama natafuta beef na mtu hapana. But I've written so many hit songs which I never even got the credits, hata kuambiwa niaje msetu ku credit that msendo aliandika ngoma. Imekuwa hivyo, and that's why it got to a point nikajiambia niaje sitaki kuandikia watu ngoma. Nitakuwa nikitaka kukuandikia mimi nitakutafuta, I'll write something then look for you then give it to you. So me personally sina any method ya kuandika. Mi kwangu inakuanga more of the mood and energy that I'm into. Na pia wasi wenye napatana nao they inspire me a lot. Like jana nikiwa huku tukiwa kwa the Arch Party, niliget kusikiza a lot of coastal music. Na nili feel super inspired, of which niko sure either this year or next year mtasikia nimefanya kitu with that kind of sound. Like nili learn a lot. So mimi nimse anytime I step outside nasikizanga sana. I listen to what people are listening to and the opinion and how they vibe to things. So generally to me that's how I work it out. Kuna times naenda studio, ideas itakam, producer atacheza beat, ideas itakam and I write something. Kuna time nikiwa home nacheza tu guitar, then ideas come. Kuna time hata tukiwa band practice, instrumentalist anaweza anza kuplay kitu, then nimwambie kitu ni noma, then I'll record it, keep it, then tapanga niende studio session and I'll do it. So mi yangu inanga formula, ina specific formula. Ni mimi nimekuwa in a position ya ku step into the international spaces. Nimefanya a very successful tour in Australia. Nimekuwa to so many places. I even have a UK show that's coming this November. Nimekuwa Dubai, nimekuwa Qatar, nimeenda to so many places. Na nimekuwa nikiangalia muziki over the years, kumekuwa na growth na na feel kitu imekuwa ki-affect industry yetu. It's because people can invest on the audio properly, but when it comes to the video and marketing, there's a very big challenge. Na mio ni kitu nilikuwa nataka sana kuikonka. Even our neighbors here in Tanzania, they are a very good example. Unahitaji kuwekeza kwa kazi yako. Like, this is indo hustle yako. Ni kama uko mwana biashara, unauza nyanya, lakini hutaki kuletea watu nyanya ziko na afya. Ama hutaki kujenga kibanda yako ikae vizuri. Ndio watu wakikuja kununua hizi nyanya, at least when get from a good place. So mi Kenya nilikuwa nataka ku represent my craft in a really nice way. And that's why mimi nimekuwa nikiwekeza kwa video. Kifo cha Mende costed me almost, I think it was around 800,000. 800? Because tuli reshoot 3 times. Why? Mpaka tukakosana na manager wangu. It's because as an artist na feel kuna kitu unajuanga unataka. Na once hiyo kitu haijakuwa achieved, mimi ni mtu sina mangoma mingi, me don't have a lot of songs. But anytime I release, people will always listen because I take time to work on my craft. But ile siku naiakelea pale nje, it has to be something good. Na hiyo ni lesson nimeka mkulana over the years. Niyo ndio kitu inanisaidia. Hata sasa ukisikia I'm doing well, it's because I take time. Donjo Maber costed me, I think it was 732,000 to shoot the video. Everything, kulipa dancers, the costumes. Our dancers wote, we didn't shoot in Nairobi, so I had to get transport from Nairobi to Limuru. Tulikuwa na like 3 different locations, iko at different places. Tuka have kushoot for 2 different days. Hizo siku zote, if you're getting cameras, unazihire, lighting na wase wote, they have to be on a salary, lazima walipwe. But me at the end of the day, siko hapa kubrag, niko hapa kuonyesha that music can also create employment to so many other people, and that music has money. And if we get the right investment, kila kitu ita work out. Alright.